Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, langu jina ni Bishop Emmanuel Sinduije, mwangalizi wa makanisa ngome ya makimbilio duniani. Nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Ni kipindi cha kujifunza neno la Mungu pamoja na maombi. Tuombe kabla ya kujifunza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu uliyempa neema, uliyempa kibali katika wakati huu. Ametulia na kujifunza neno lako na kukusikia wewe Bwana. Mimi nitumie kama chombo mnenaji mkubwa kwa wewe Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Kabla ya yote, unaweza kushare ujumbe huu na audio kwa watu mbalimbali waweze kujifunza. Utakuwa umehubiri pamoja na mimi. Leo tutajifunza jinsi ya kutunza wokovu. Jinsi ya kutunza wokovu. Watu wameokoka lakini hawajui namna kutunza wokovu. Wokovu una thamani kuliko fedha. Wokovu una thamani kuliko mume, wokovu una thamani kuliko mke, wokovu una thamani kuliko magari, wokovu una thamani kuliko nyumba. Wokovu una thamani kuliko vitu vyote vya dunia hii. Kwa hiyo wokovu sio kitu cha kawaida. Unatakiwa kutunzwa kuliko unavyotunza hata yai. Unatakiwa kutunzwa kuliko unavyotunza hata fedha benki. Kwa hiyo wokovu ni kitu cha thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ni nini? Nimewahi kufundisha dalili 7 za wokovu wa uongo. Nikafundisha pia nyuma nikazungumzia wokovu wa kweli ni upi. Wokovu ni mfumo. Wokovu ni kubadilishwa. Wokovu ni kugeuzwa. Wokovu ni kutoka sehemu hatarishi kwenda sehemu salama. Wokovu ni kubadilishwa. Wokovu ni maisha mapya na mfumo mpya ndani ya Kristo. Wokovu sio kuvaa nguo ndefu sana, lakini hatupaswi kuvaa nguo fupi, lazima tuvae nguo ndefu. Wokovu sio kuacha pombe, kwa sababu wako watu ambao hawanywi pombe lakini pia hawajaokoka. Wokovu ni kuacha kila kitu ambacho ni kwazo mbele za Bwana. Kitabu cha Warumi 10:9-10 nasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika kufa kutoka. Kwa kuwa kwa moyo mtu uamini hata kupata wokovu, na kwa kinywa ukiri. Hata kwa moyo uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kuokoka ni mwanzo, lakini kutunza wokovu ni safari ya kila siku. Kila siku lazima utunze wokovu. Kila siku lazima utunze maisha yako matakatifu. Watu wengi wanaanza vizuri lakini wanapotea taratibu na wanapoteza moto wa kiroho wakiwa njiani katika safari ya wokovu. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12, utimizeni wokovu wenu
kwa kuogopa na kutetemeka. Na Wakorintho wa kwanza 10:12, aonaye kuwa amesimama na angalie, ajidhanie kuwa amesimama na yaona amesimama na angalie. Hii ina maana wokovu unahitaji ulinzi, nidhamu na umakini. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu unahitaji ulinzi na umakini. Hii itakusaidia. Nidhamu ya muhimu sana katika maisha ya wokovu. Wokovu sio uhuru wa kila kitu. Ndio maana kuna njia mbili. Kuna njia ya wokovu na kuna njia ambayo ni ya kawaida. Njia ya wokovu ni njia nyembamba. Njia ya kawaida ya duniani ni njia pana. Manake una uhuru wa kufanya chochote na Mungu anaweza akakukataa kwa sababu wewe ni mtu ambaye ni wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Njia 7 za kukusaidia kutunza wokovu wako. 1, dumu katika neno la Mungu. Dumu katika neno la Mungu. Yohana 8:31, mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ukikaa katika neno. Na Zaburi ya 119:11, nimeiweka neno lako moyoni mwangu nisije kutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije kutenda dhambi. Kwa hiyo moyoni pakae neno. Neno nasoma kila siku. Soma neno kila siku. Haijalishi uko bize kiasi gani, haijalishi na mazingira ya kiasi gani, soma neno kila siku. Soma neno kila siku. Dumu katika neno la Mungu. Jifunze neno, fundishwa neno. Neno la Mungu linakuongoza, linakulinda dhidi ya dhambi. Bila neno utadhoofika kiroho. Bila neno utakuwa mtenda dhambi mashuhuri. Bila neno dhambi itakuacha. Bila neno tabia itabadilika. Namba 2, kuwa na maisha ya maombi. Tesalonike wa kwanza 5:17, ombeni bila kukoma. Na Mathayo 26:41, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kwa maombi yanakuunganisha na Mungu. Maombi yanakupa nguvu ya kushinda majaribu. Mkristo bila maombi ni dhaifu dhidi ya adui. Mkristo bila maombi katika ulimwengu wa roho ni dhaifu. Kwa hiyo wengi hawataki kuambia ukweli kwa habari ya wokovu. Hapa hakuna injili ya mafanikio peke yake. Nitakufundisha kufanikiwa, nitakufundisha na wokovu halisi. Wapendwa, hakuna aliyeokoka na rogwa, kuna aliyeokoka na rogeka, kuna aliyeokoka na sumbuliwa na mizimu. Fuatilia somo langu namna ya kujitoa kwenye mizimu ya ukoo, na nimekupa kanuni za unavyoishi kiroho. Itakusaidia mizimu atakukuacha. Kuna watu tabia zinabadilika na mifumo inabadilika kwa sababu hawataki kubadilika. Namba 3, epuka dhambi na ishi katika utakatifu. Warumi 6:12, dhambi isiwatawale katika miili yenu. Na Petro wa kwanza 1:15-16, iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote kwa kuwa Mungu naye ni mtakatifu. Dhambi udhoofisha wokovu. Dhambi huleta umbali wetu yeye na sisi, umbali na Mungu. Mungu anakaa mbali. Kitabu cha Isaya 59, tazama mkono wa Mungu, mstari wa kwanza, ukupungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito. Lakini kicho tufarakanisha na Mungu ni nini? Ni dhambi. Namba 4, chagua marafiki sahihi. Marafiki wanaweza kufanya uwe moto au poi kiroho. Mithali 13:20, aendaye na wenye hekima atakuwa na hekima. Na Wakorintho wa kwanza 15:33, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Marafiki wanaweza kukuinua au kukuangusha. Chagua wanaokujenga. Chagua marafiki wanaokujenga. Chagua marafiki wanaokuinua. Chagua marafiki ambao wanakupa hatua. Marafiki wanaoongea dhambi. Marafiki wanaokufundisha mambo ya dunia. Marafiki wanaopenda nyimbo za dunia. Marafiki ambao hawataki kukuonya, hawakukumbushi kwenda ibada, au si marafiki. Jina la Bwana litusaidie sana. Namba 5 ya muhimu sana inasema hudhuria ibada na ushirika pamoja na wengine na watumishi wengine. Kwa Ibrania 10:25, tusiache kukusanyika pamoja. Wengi wanapenda kuwa na wokovu lakini hawapendi kuhudhuria ibada. Umepata kazi, umeajiriwa, waambie na ibada sio kanisani tu, kuhudhuria kanisani peke yake. Binafsi uwe na maisha ya ibada. Binafsi uwe na ratiba za ibada za wewe mwenyewe nyumbani na familia yako. Familia isiyo ya kipagani. Uwe ni mtu ambaye unampenda Mungu. Uwe ni mtu ambaye unaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Zaburi ya 84 mstari wa 10, afadhali siku moja nywani mwako kuliko miaka 1000 mbali na wewe. Afadhali kukaa kwa Bwana. Afadhali ukose chakula lakini uwe na Yesu.
Afadhali uache dhambi lakini uwe na Yesu. Afadhali ukimbie hela za kuongo lakini uwe na Yesu. Jenga imani. Imani hujengwa kwa kusikia. Ongeza nguvu za kiroho. Mkristo peke yake unaweza ukaanguka. Mkristo peke yake huanguka. Lakini wanasema walipo wawili watatu wanapokusanyika. Amos 3 tunazungumza watu wawili hawezi kutembea njia moja isipopatana. Tunapokutana mahali pamoja kukusanyika, tunapeana joto, tunapeana nguvu, tunaimarishana, tunajengana, tunainuana mioyo. Kuna mambo mengi ukikaa peke yako, ajitengane na wenzake, anatafuta matakwa yake. Mimi nitasali tu nyumbani, makanisa yaeleweki. Wewe ndio ueleweki. Aliyesema kitabu cha Waebrania 10:25 ni nani? Ni Mungu. Tusiache kukusanyika kupitia watumishi wake. Kilichoandikwa kimeandikwa. Makanisa sasa hivi yamekuwa hayaeleweki. Ni kweli makanisa hayaeleweki, lakini sio yote. Wako watu wanaoeleweka. Wako watu ambao wameitwa. Mimi nimeitwa, najua. Lengo sio kujaza mtumishi wa Mungu. Lengo ni wewe, moyo wako. Amua. Tafuta vikanisa ambavyo unaviona ni vya ovyo, nenda kasali hapo. Makanisa makubwa unakuta watu wamevaa manguo, japokuwa sio yote. Watu wamevaa manguo ya ovyo. Watu hawahubiri kuhusu mavazi. Watu wanahubiri tu kwa habari wapate sadaka, basi hawana shida na mioyo ya watu. Ndio maana nimekuja kukuambia, mimi sitaacha kukuambia kweli ya Mungu siku zote. Ndakupa njia zote. Mtu mmoja kaniambia, baba, tofauti yako na watumishi ni moja. Wewe unatoa mpaka njia za namna ya kukaa. Mimi natoa mpaka njia za namna ya kusimama. Sidai kukufundisha kitu afu anze kunisumbua, mtumishi ulifundisha. Nakupa mpaka njia. Ndio maana hapa nimekupa njia za namna ya kutembea katika wokovu, namna ya kutunza wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa peke yako utashawishika. Tafuta marafiki wanaokuinua, tafuta marafiki wanaokujenga, tafuta kusanyika ibadani, tafuta mtu ambaye anaweza kuwa rafiki yako, ambaye ni mwombaji, atakusaidia kutoka kwenye hatua hizo za ukawaida. Namba 6, jaa Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu ni muhimu. Waefeso 5:18, jazweni Roho Mtakatifu. Lakini Wagalatia 5:16, enendeni kwa Roho wala mtazitimiza tamaa za mwili. Katika ujazo Roho Mtakatifu lakini pia kuna ubatizo. Lazima ubatizo kwa maji mengi. Hili swala ni muhimu sana. Dumu katika imani, lakini ubatizo wa maji mengi ni muhimu. Kuna watu wameokoka, wanatembea katika wokovu, hawajabatizwa maji mengi. Lazima ukazamishwe majini, kwenye maji mengi. Hii itakusaidia. Zamishwa kwenye maji, ukabatizwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima Roho Mtakatifu atakusaidia kushinda dhambi, atakupa nguvu ya kuishi sawa sawa. Bila Roho Mtakatifu maisha ya wokovu ni magumu. Kweli ni magumu. Una Roho Mtakatifu utaona wokovu ni mzigo wa sandalusi la kilo 200, kwa sababu huna msaada. Nani akusaidie? Warumi 8:26, kadhalika Roho naye tusaidia udhaifu wetu, kwa sababu tujikuomba. Roho Mtakatifu ni msaada. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 walijazwa kwa siku ya kwanza tu kuokoka watu 3000. Ukiwa na Roho Mtakatifu utafanya vitu mpaka watu kushangaa, utapewa ufahamu mpya. Kwa nataka nikushauri, ukishajazwa Roho Mtakatifu tafuta ubatizo. Katika hii namba 6, ubatizo, kabatizwe. Nenda kwa mchungaji, mwambie mchungaji, mimi sijabatizwa. Kuna watu wamekaa na vitu vingi, wanahangaika na vitu vya mwilini, sijui vitambaa kichwani, sijui nini. Sasa sijapingana kwamba vitambaa kichwani, lakini kitu cha msingi cha kwanza ndio nataka kukiangalia kikusaidie. Acha kudini na mtu kwanza. Acha mtu ajazwe Roho Mtakatifu, abatizwe, apate fundisho. Vitu vingine vinakuja automatically. Roho Mtakatifu anaanza kumbadilisha mtu. Bwana asifiwe. Wangapi wanaishi maisha ambayo ni ya hovyo, lakini huwezi kujua. Mimi nimekuja kukusaidia. Jambo la 7, dumu katika imani na usikate tamaa. Roho anayoitumia shetani kukupiga wewe ni kukata tamaa. Kitabu cha Mathayo 24:13, atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Waebrania 10:23, na tushike sana maungamo ya tumaini letu. Kwa safari ya wokovu ina changamoto, inahitaji uvumilivu. Usiache hata kama maombi ni magumu. Usiache hata kama ibada mambo ni magumu. Wokovu wako unaweza kupotea kama utapuuza neno la Mungu. Wokovu wako utapotea kama utapuuza maombi, utayaacha maombi. Wokovu wako utakuwa si kitu kama unaishi katika dhambi, lakini unaweza kudumu katika kumtegemea Mungu kila siku. Achana na fedha za aibu. Wewe unayefanya kazi serikalini, achana na ufisadi, achana na pesa za mchongo. Wewe ambao unaishi maisha ambayo ni ya uongo, acha kujificha. Mungu anakuona. Jicho la Mungu linaona kokote. Hata kama sisi wachungaji hatukuoni unachokifanya, lakini nimekutumwa kwako kukuambia badilika. Tunza wokovu wako. Wokovu wako una thamani kuliko hata viungo vyetu vya siri. Wokovu wetu una thamani kuliko hata miili yetu. Tunza wokovu. Tunza wokovu.
Usitoe mwili wako kwenye zinaa kwa sababu eti unataka kupewa kodi, unataka kuishi maisha labda sina. Kuna watu wanapenda kulelewa na mama. Mimi nawaitaga mshangazi, wengine wanaitwa wajombazi. Unapenda kulelewa, unalelewa na vitu mambo havina msingi. Unalelewa na vitu mwisho wake. Angalia, Biblia inasema kitabu cha Mithali, ipo njia inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni njia ya mauti. Njia uliopo, angalia vizuri, mwisho hiyo njia ni salama au ni njia ya mauti. Jina la Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hayo, nikusaidie, nenda kusoma kitabu cha Timotheo wa pili 4:7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Paulo anasema mwendo nimeumaliza, heri mwisho wa jambo. Kubali hata hapa duniani uteseke vyovyote tu, lakini usikubali kuishi maisha ya uongo, maisha ya ubadhirifu, maisha ya kuiba, maisha ya ujanja. Kubali kuishi maisha yaliyo halisi. Jina la Bwana litusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni njia, lakini njia ya 8 ya mwisho ambayo nimeitaja kwenye namba 6 ni njia ya ubatizo. Tafuta ubatizo. Batizwa maji mengi, acha ya kunyunyiza. Nilikuwa Roma, nilikuwa KKT. Sikiliza nikwambie kitu moja, KKT sawa, Roma sawa. Hizi ni dini, Pentekoste sawa. Hapa nakuelezea habari ya wokovu. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu akafeli. Wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Ndio maana Yesu akaja akafa. Yesu alibatizwaje? Tuache tu mambo ya uongo. Yesu alimiminiwa maji kichwani au alizamishwa? Hii ya kumiminiwa maji kichwani itoka wapi? Lazima ujiulize maswali. Acha kuwa mbishi. Unaweza kujikuta hujatimiza haki yote na ukafa kaenda jehanamu. Hili neno umelisikia. Ukifa usipobatizwa maji mengi unaenda jehanamu. Yule ambaye hajasikia neno hili hana hatia kwa sababu alikuwa hajui. Kumbuka, dhambi ni unapoijua ukaifanya ndio dhambi. Unapofanya bila kupata fundisho na ujui si dhambi. Utakapopewa maarifa ukajua na usifanye ndio dhambi. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huenda umepata anguko kwenye maisha yako. Na ulikuwa hujui namna kutunza wokovu. Sasa umezijua njia hizi 8 za kukusaidia. Weka mkono wako kifuani, sema Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi mtoto wako. Nisaidie kulinda wokovu wangu, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Nijaze Roho wako Mtakatifu, nifanye nisimame imara hadi mwisho. Katika jina la Yesu, kuanzia leo ninatamka, nitaulinda wokovu wangu, nitasimama imara hadi mwisho. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja nikuombe. Baba, asante kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye amesikia neno hili na somo hili na amejifunza njia hizi za kumsaidia kuweza kutunza wokovu uliompa. Bwana Yesu, ninamkabidhi kwako Roho Mtakatifu. Shuka ndani yake, ukampe neema na hatua, ukamuinue kwa namna kipekee kwa utukufu wako. Asante kwa sababu umefanya jambo kwenye maisha yake jipya na anaenda kusimama na wokovu kwa namna ambayo sio kawaida. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, nikubariki, niseme Mungu akubariki sana. Unaweza kuwatumia audio hii na watu wengine na Mungu atakubariki zaidi. Lakini ikiwa umeguswa, unapenda kuchangia huduma na unapenda kuongea na mimi kwa kina zaidi juu ya mambo unayopitia, unahitaji msaada na ushauri wa kiroho, unaweza kunipata kwa 0742 095599 na 0789 950580. Wewe ambao uko nchi yoyote na mabara yoyote, unaweza kuanza na +255. Hii niko namba ya nchi ya Tanzania. Niko Tanzania, jijini Dar es Salaam. Nikukaribisha wewe ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam, popote ulipo, uungane pamoja nasi katika ibada mbalimbali za uponyaji na kufunguliwa za Ijumaa na Jumapili. Bwana akupe neema, Bwana akutunze, ubarikiwe na Bwana. Amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina langu